Naitwa Emmanuel Musa Abdalla, ni siku nyingine iko mbele yako. Tunataka kujifunza neno la Mungu siku ya leo. Leo nimekuletea kichwa cha somo kizuri. Kinasema usimdharau mtu. Usimdharau mtu yoyote aliyekusembeza. Nimekuletea kisa kimoja cha Daudi na Goliati. Ndio tutakachokizungumzia siku ya leo. Hatutokuwa na maandiko mengi, ni hichi tu cha Daudi na Goliati. Habari hii iko katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 yote. Ukitulia tu isome sura ya 17 yote. Lakini mimi nitakusomea tu mstari wa 42. Hiyo mingine yote nitakufafanulia kidogo. Lakini tusome mstari wa 42 ambao ndio mstari mama kwenye kipindi chetu hichi. Ndio mstari kabisa nguzo ninaotaka. Biblia inasema hivi katika huo mstari wa 42, hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamuona Daudi, akamdharau. Narudia tena. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamuona Daudi, akamdharau. Kwa sababu gani alimdharau? Kwa kuwa ni kijana mwekundu, tena ana sura nzuri. Daudi akadharauliwa kwa sababu ni kijana tu. Ni kijana, tena si kijana tu, ni mwekundu, tena ana sura nzuri. Akadharauliwa, hana maajabu, hana kitu. Mtazamaji, kisa hichi kipo katika Samueli wa kwanza sura ya 17. Nimesema sura ya 17 yote. Sisi tumesoma mstari wa 42. Biblia inasema hivi, mtazamaji wangu. Kulikuwa na vita katika taifa la Israeli kati ya Waisraeli na Wafilisti. Kulikuwa na vita kali ya kupigana kabisa, kulikuwa na vurugu. Sasa vita hii ilienda kupiganwa kwenye bonde kubwa. Kulikuwa na bonde, kwa hiyo Waisraeli walikaa upande wa pili, Wafilisti walikaa upande wa pili. Kwenye eneo la Wafilisti walikuwa wameliandaa bouncer moja, pande la mtu wenye madari, limeshiba, lilikuwa linaitwa Bwana Goliati. Ndio lilikuwa bouncer lao kwa upande wa Wafilisti. Huku Waisraeli walikuwa hawana bouncer, walikuwa wanaogopa tu, hawana bouncer. Ila Wafilisti walikuwa na huyo mpeni anaitwa Goliati. Lilikuwa refu, lina mwili mkubwa, pande la mtu limeshiba, alafu ni zoefu la vita. Ndio walikuwa wamelitanguliza mbele. Linawatukana taifa la Israeli. Nyinyi mna maajabu, tukana, linawatisha kama nitakuwa kuwafuata. Watu wanajiruka, wanaogopa, wanatetemeka. Sasa kwenye pigizana kelele hizi za vita ile, kabla vita ile piganwa, bado inapigwa mikwala tu ya maana. Ndipo Daudi akatumwa awapelekee kaka zake chakula huko machungani. Kijana akapewa, kulikuwa na uji na ndani, kulikuwa na tumandazi, kulikuwa na tumaziwa mtindi, akafunga shima awapelekee kaka zake machungani. Kufika kule ndo anakuta hilo zogo ambalo la vita. Akasema kuna nini hapa? Akamwambia unauliza nini bwana mdogo? Kuna vita, unaliona bouncer linapotukana. Kijana kuangalia ni kweli jamaa limeshiba pande la mtu. Shiba pande bouncer la maana. Sasa akawauliza, kuna nini hiyo vita inapigwa na yule jamaa linatukana jeshi la Mungu? Watu wa Mungu tunatukanwa hapo, usikii? Na kule kijana anasikiliza ile tusi. Kijana Daudi alikuwa muamini Mungu mzuri. Akasema huyu kwa nini anatukana jeshi la Mungu? Yaani sisi wacha Mungu tunatukanwa na mtu yule asiyesalimu, mpagani, anatukana Mungu aliye hai. Kijana akakasirika. Kwa hiyo akasema mimi nataka nikapigana naye. Wakamwambia toka huko wewe bado bwana mdogo. Kaka zake wakamfukuza, wanasema nenda huko, unataka kuingia kwenye vita, wewe bado mtoto mdogo, unanuka maziwa ya mkubwa wako. Nenda kakae huko. Kijana akakataa, akasema sikubali. Nataka nijibu kwa nini mimi nilikuwa napigana na simba wanakuja na wanarua wakitaka kula kondoo wangu. Wakati niko kwenye machungani. Kwa hiyo huyu naweza kumpiga wakati nachunga chui, walikuwa wakija napigana nao. Simba wakija kutaka kuchukua kondoo wangu napiga nao. Si chui na wanarua. Huyu ni nani? Mimi nitaenda kumpiga. Taarifa zikaenda kwa mfalme.
Mfalme akamwambia, bwana mdogo, wewe bado kinda sana, huwezi vita hii baba, huwezi bwana mdogo. Lile unaloliona ni zoefu la vita, miaka nenda rudi, ni zoefu la vita, limepigana vita, wewe bado mtoto mdogo, usiende hapa. Na ndo akamhadisia kwamba niliwahi uwa simba, huyu nitamuua kwa Mungu, kwa jina la Mungu. Kijana yule basi mfalme, kwa sababu hana namna, hana bouncer yoyote ambaye alikuwa anajitoa muhanga kwenda, wote wanaona nyanga mwanangu. Ndipo bwana mdogo alipoonyesha ujasiri, basi nenda bwana mdogo, Mungu toe pamoja na wewe. Huku mfalme akisema, bwana mdogo wake tunaenda kuchinjwa kama kuku, kanaenda kupigwa huko. Lakini atafanyaje? Maana tegemeo lingine, wote wanajeshi wake wanakanyaga hapo. Ndipo kijana, basi ngoja bwana mdogo tukuvishe mavazi kidogo ya uonekane mwanajeshi, ili ukienda kuleta likipiga panga kidogo likutane na ngao, likikuchuma mkuki. Kijana akavalishwa kutaka kunyanyua miguu, anaona mzito, akaona baba toa hii mfalme, mimi naenda. Unaendaje mwana? Naenda baba, Mungu atanipiga, atapigana kwa ajili yangu. Kijana akachukua kafimbo, akachukua na kombeo, kuna dude fulani kama la kuweka jiwe unazungusha unarusha, akachukua mawe 5, akachukua na hilo la kurushia jiwe, akachukua na fimbo. Ndipo akawa anaenda kukutana na Goliati. Goliati linashuka bonde linaenda, Daudi anashuka bonde, wanakutana katikati ili mkono upigwe. Ndipo Daudi wanakutana, ndio sasa mistari tunasoma. Lile Goliati likaangalia huku na kule, ndio linamuona bwana mdogo anakuja Goliati. Huyu ana Daudi. Nikasema huyu mtoto. Nikasema wewe vipi? Ndipo mtizama ni bado mdogo, ndio likamdharau. Sasa baada ya kumdharau likatamka likasema, wewe unanijia na fimbo, nafikiri mimi ni mbwa mpaka uje na fimbo? Kijana akasema, mimi nakuja kwa jina la Mungu, nakupiga kwa jina la Mungu wa Israeli, atakupiga ambaye unawatukana majeshi yake. Akamdharau sana, akasema bwana mdogo, mimi si mbwa, huniwezi. Ndipo sasa vile kijana akasema, nakupiga Mungu, huwezi kutukana jeshi la Mungu ukawa salama. Kijana yule akachukua jiwe akaanza kulizungusha. Huku wako wawili, jeshi liko kule, huku wao wako katikati kama mabaunsa upande huu na baunsa upande huu, wako katikati. Likali na mcheka, sasa bwana mdogo mwenda azimu huyu anazungusha nini? Anazungusha nini? Asogee karibu na panga, anazungusha kidude, anazungusha. Kumbe kijana anazungusha lile maana lile kombeo ampige. Kijana Goliati na tazarau, kwa sababu lilikuwa lishamdharau kwamba hana maajabu. Kijana akawa anazungusha, lenye linacheka, njoo hapa kijana nikuchinje, nyama yako niwarushie ndege wa angani huko. Kijana akarusha akasema, huwezi kudharau wewe, jeshi la Mungu nalitukana. Kazungusha karusha. Wakati jamaa anadharau Goliati, akapigwa kwenye paji la uso, kwa sababu alikuwa kavaa ngao mwili mzima. Ilikuwa sio rahisi apigike yule bwana. Kwa jiwe lililenga hapa ambako kulikuwa na kanafasi kadogo tu, pigwa jiwe moja matata, Goliati kaenda chini. Kijana akakimbilia, chomoa upanga wake ile, akakata kitu, akawaonyesha Waisraeli kwamba jamani, nimeshamaliza kazi. Wafilisti wakaonyeshwa, mwanajeshi wenu tayari kichwa ninacho hapa. Jeshi la Wapalestina la Wafilisti likaondoka, likakimbia, maana baunsa wao walikuwa huyo tu, walikuwa hawana mtu mwingine. Wakakimbia, kukatokea ushindi. Mpendwa, chanzo cha Goliati kupigwa ni dharau. Alipomuona kijana yule akamdharau, akamuona hana maajabu. Kumbe mtazamaji wangu, binadamu yoyote unayemuona, yoyote yule unayemuona anatembea, ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Aliyemuumba anajua hatima yake, anajua ataishije, anajua atatembeaje, anajua atakula nini, anajua atakunywa nini. Kama anaumwa, Mungu anajua mwanangu anaumwa, amepitia kuumwa, nitafanya lolote kumponya ili asiendelee. Mwanangu ana hali ngumu ya maisha, Mungu anasema, ndo ametuumba sisi. Sisi tunajikuta tumeamka, au mimi najikuta nimezalika tu mwanamume. Lakini hakuna mtu aliyetuma maombi kama wewe mtazamaji, si kama mwenzangu ulituma maombi, bwana mimi nataka nizaliwe mwanamume, mimi nataka nizaliwe mwanamke. Si kama ulituma, lakini nafikiri hujatuma maombi. Imetokea tu hapa
Mungu kafanya miujiza, umetoka wa kiume, umetoka wa kike. Kwa hiyo Mungu anatufahamu, alituumba yeye. Kwa anajua tunapaswa kula, tunapaswa kuvaa. Kwa hiyo yeye ndo ana jukumu la kutusimamia. Wewe mwanadamu mwenzangu, hupaswi kunidharau, nami sipaswi kukudharau, kwa sababu sijui hatima yako. Sijui Mungu kakuwazia nini. Iwe hata una maisha magumu kiasi gani. Mtazamaji, hata kama mtu ana maisha magumu vipi, anakula mlenda kila siku, ananyosha ndefu, tunasema usimdharau. Kama unaweza msaidie. Bwana wewe, chukua 20,000 hapa, chukua 10,000. Kanunue unga au kafungue kamradi ili uweze kuendeleza maisha. Msaidie. Anauma, mpe hela ya kujitibia. Ana hali ngumu ya maisha, mpe hela akanunue unga na wanae wale. Usimdharau. Yaani usije ukasema au boya huyu hana uwezo wa kutafuta hela. Hana uwezo wa kutafuta hela, maskini wa kutupa. Usitamke neno kama hilo. Mungu ambaye anaendelea kumpa pumzi, Mungu ambaye anaendelea kumpa afya, anaweza kubadilisha mfumo wake wa maisha ghafla binivu. Ghafla binivu Mungu anaweza kuchange mfumo wake wa maisha ghafla. Mtazamaji, wewe ambaye ulikuwa na maisha mazuri ukajikuta ukawa hohe hape ghafla, afu yeye akakuletea akakusaidia. Sasa kama ulimdharau, ndio hapo itakuwa shida. Ni shahidi huko mitaani tunajua, unaweza kukuta mabasi, mtu alikuwa tajiri, anamiliki maheka na maheka ya mashamba. Mwingine alikuwa anamiliki mabasi kibao, mwingine alikuwa anamiliki daladala za kufa mtu mabasi. Amefilisika sasa, ananyonya ulanzi. Anakunywa ulanzi wa 200, anakunywa mbege ya 500. Tena anagongea basi. Sio ananunua. Yuko nyanga. Jamani, peni kibuku, nyonyi kibuku. Hana tena, hana. Kwa Mungu anaweza kufuka. Biblia inasema Mungu anaweza kufukarisha, pia anaweza kutajirisha. Mungu anaweza kumtoa mtu mavumbini na kumketisha na wakuu. Ndivyo Biblia inasema. Kwa usimdharau mtu hata mara moja. Mungu aliyemfinyanga anaweza kufanya mabadiliko ghafla bini. Ukajikuta unamshangaa. Ukajikuta unamshangaa kabisa. Ukasema imekuaje? Mtu huyu kafikiaje na shule yeye hana? Kawaje na maisha na mimi? Utajikuta unashangaa. Hatima ya mtu iko mikononi mwa Mungu peke yake. Yaani hatima yangu na yako iko mikononi mwa Mungu. Mungu ndo anatuwazia mema. Sisi hatupaswi kuwaziana tofauti. Usinidharau wala usimdharau mtu mwingine. Mungu anayemfahamu mtu anaweza kufanya mabadiliko muda wote. Ndio maana nilisikiza habari moja ya kijana mmoja alikuwa mvuvi. Wakati anavua kambale na ndoana yake yuko kwenye ziwa, anavua tu samaki, anavua dagaa, anavua. Ndege ikadumbukia kwa bahati mbaya. Ndege hizi za kawaida za abiria. Ndege ilipodumbukia, kijana yule akavuta makasi, akawahi kidogo, akavunja kioo. Baada ya kuvunja kioo, akaokoa baadhi ya watu kwenye ile ndege ambayo kijana yule sasa, baada ya siku 3 kiongozi wa serikali akaja akasema namtaka huyu kijana ambaye alivunja hicho kioo cha ndege akaokoa baadhi ya watu. Kijana akaletwa tu mikono kaweka, tunajua mheshimiwa kaitwa na mkuu wa nchi, wananzengo kama wote wamezunguka, kaweka tu mikono. Asema huyu kijana ndio alivunja. Akaagiza pale jeshi la uokozi. Jeshi la uokozi kuanzia sasa linawaagiza kijana huyu mpeni ajira kwenye jeshi la uokozi. Msijadili kafika form 4, kafika form 5, kafika form 6, kasoma, weka jeshini. Kijana huyo aanze kuchapakana. Kijana ghafla bivu akawekewa ulinzi pale. Akapelekwa kwenda kusainishwa apate ajira. Mungu anaweza kumketisha mtu na wakuu. Mungu anaweza kumtoa mtu mavumbini na kumketisha na wakuu. Kijana yule ghafla binivu, lakini angetuma maombi, jamani naomba kazi jeshi la uokozi hapo nipate. Wangeweza umesoma mpaka chuo gani? Tunataka kujua una uzoefu wa miaka mingapi? Kijana asingekuwa na jibu, maskini ya Mungu. Lakini kwa sababu hatima ya mtu iko mikononi mwa Mungu,
Mungu anaweza kukunyanyua katika mazingira ambayo hutegemei. Kijana hakutegemea, yeye alienda kuvunja tu basi aokoe, ajaribu kuokoa watu. Lakini akabadilishiwa mfumo wa maisha, akawa mtu mwingine ghafla. Askari wenyewe wananyosha kijana anapopita, kwa sababu tayari ameketishwa na wakuu. Kwa mtazamaji, usimdharau mtu aina yoyote. Kama ana hali mbaya, msaidie tu. Kama ana hali mbaya, muombe. Na matatizo mengine ambayo watu wengi wanapitia, Mungu anapokupitisha kwenye jambo la utata, la kuumwa, la nini, la msukosuko, hali tete, sio unakataliwa, Mungu anakuandaa kuwa mwalimu wa watu wengine. Matatizo yanamfanya mtu awe mjuzi wa kuwasaidia watu wengine. Mfano, unatiwa moyo na mtu ambaye ameshapitia maisha magumu. Akikwambia bwana, una hali tete, unalala kwa siku, huko una kitu bwana, yalishawahi kunikuta mwenzako, lakini nilipomuomba Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe. Alikuja mtu simjui anatoka wapi, akaniambia bwana, nimekuletea 5,000 hapa, nimekuletea 20,000 au nimekuletea unga. Kwa maneno yale ya kutiwa moyo na mtu ambaye kapita kwenye jaribu hilo, tayari mtu yule anafanya. Kwa misukosuko mingi ambayo watu wanaipitia ni kuandaliwa kuwa walimu kwa watu, ni kuandaliwa kuwa msaada kwa watu wengine. Mtu akipitia kwenye, labda mtu anapitia kwenye tatizo la ndoa, kuna vurugu, amsha mkono unapigwa, lakini mwanamke akawa mvumilivu au mwanaume akawa mvumilivu, atakapokuja mtu mwenye shida ya ndoa, anapigwa makofi, anapigwa vifuti na mmewe, mama huyu ambaye labda alipitia issue hiyo na ya kusukwa na mmewe, akikaa na huyu atamfariji vizuri, atamwambia bwana, hebu jipe moyo, mume wako anakuzaba makofi, usimpige, usimjibu vibaya, endelea kumwombea, endelea kumwambia wewe ndio mume wangu, usinipige, mimi nakupenda. Atamfariji maneno mazuri kweli kweli huyu mtu ambaye anapitia kwenye majanga, kwa sababu yeye alipitia huko, Mungu alimpitisha huko. Sasa ukute mtu ambaye hajapitia jaribu la kusukwa hilo, amfariji sasa, hawezi kumfariji. Maana kama bwana dai, yani mume wangu ananisuka, yani ananipiga kofi, sijui ananinunia, ushauri wake, nenda kwenu, kwani kwenu umeua? Kwani kwenu umeua? Mwanaume kwa ndugu yako, achana naye, piga chini, nenda kwenu. Ushauri wa mtu ambaye hajawahi kupitia kwenye misukosuko, hawezi kumshauri mtu vizuri, hawezi kumtia moyo vizuri. Ushauri wake bwana, mwanamke akizungua, piga kifuti, piga vichwa, pasua, nyanga, mwanamke akubabaishe nini. Lakini kwa mwanaume ambaye alipitia, mwanamke wake alikuwa mjeuri, akamtia moyo, akamuombea, akumpiga shauri vizuri mpaka mwanamke akabadilika. Mwanaume mwingine akimletea, akimuomba ushauri, atamwambia mwanamke kama mjeuri, mtie moyo, muombe, mfariji, muelekeze, msaidie, fanya hivi, mimi yalinikuta, lakini nilimuelekeza mke wangu, sasa hivi kanyoka kama lula, huyu anapika kwa kuwa tuna watoto wawili watatu tumepata na yeye. Kwa misukosuko unayopitia kawaida. Kwa hiyo majaribu unapopitia, mtu anapotoka kwenye misukosuko, anaandaliwa kuwa mwalimu kwa watu wengine. Kwa sio kitendo cha kumdharau mtu ambaye anapitia kwenye misukosuko, kwamba ana hali ngumu, hajui kutafuta hela, huyo boya hajui kutafuta hela, mvivu mkubwa. Kumbe sio mvivu, ni Mungu tu anampitisha kwenye hicho. Sio kwamba mvivu, mtu anafanya kazi kwa bidii, lakini kipato hamna, anapitisha kwenye msukosuko. Wewe usimdharau, kinachotakiwa msaidie. Kama hutaki kumsaidia, kama usiseme, kaa kimya. Mungu ambaye anamwazia mema, muda wowote anaweza kumbadilishia mfumo wa maisha, ukabaki unashangaa kinywa. Jamani, ni Mungu kweli. Mungu anaweza kufanya hayo mabadiliko. Mtazamaji, usimdharau mtu hata mara moja. Tena usimbezi, si anaumwa, huyu muda wote Israeli anafanya kazi yake. Huyu kwa homa alionayo, kwa ugonjwa alionao, anytime tunaweka maturubai. Usitamke hivyo. Mungu anaweza, Mungu ambaye anamwazia mema mtu aliyemuumba,
Anaweza mtu ambaye alikuwa analeta uji hospitali, yule si yuko nyanga hospitali, watu wanasikilizia kuanza kuweka michango ya sanga na kila kitu. Mtu ambaye alikuwa anapeleka uji anaweza akafa. Yule ambaye alikuwa yuko hoi akainuka akawa mzima, akaja kushiriki maziko ya huyo ambaye alikuwa mzima. Kwa kuumwa si tiketi ya mtu. Usimdharau mtu kwa namna yoyote ile. Iwe mwembamba, mrefu, anaumwa, usimdharau, muappreciate tu. Maadamu Mungu bado anampa pumzi ya uhai, huyo Mungu anaweza kumbadilishia mfumo wa maisha kwa namna yote ile awezavyo. Wewe kinachotakiwa mheshimu, kama unaweza kumsaidia msaidie, kama unaweza kumtia moyo mtie moyo, usimdharau hata mara moja. Eti yule hajasoma, mimi nimesoma, siwezi kufanya kazi hizi za kiloko. Mungu amebalance mzani. Mungu ametubalansia mzani. Watu tusome, watu wengine wajenge, watu wengine wapange. Wewe mwenzangu labda umejenga nyumba kubwa. Kitendo cha kujenga nyumba yako umepangisha afu umestaafu. Usimdharau mpangaji. Anapanga tu, ana akili ya kujenga huyu. Hana uwezo, hana akili. Sio kweli. Mpangaji kama asingekuwepo, wewe jumba lako lilojenga la kupangisha, nani angeishi huko? Kwa mpangaji Mungu amemcheleweshia asijenge ili wewe upate riziki na kinyumba chako ambacho unapangisha. Usimdharau mpangaji kwamba hana maajabu. Haya, wote wangekuwa wamejenga. Wewe ambaye nyumba zako mradi wako ndio wakupangisha tu, nani angekaa nyumba? Heshimu watu mtazamaji. Usiwadharau hata mara moja. Mpangaji mheshimu, mwenye nyumba mheshimu. Haya, mwenzako labda ndio mimi kazi za kiroko hizo. Zikaanza kuzibua vyo, mimi sifanyi. Mimi nimesoma. Ni kweli umefuga makucha kama zombi. Umefuga makucha. Unaenda unakula baga, unakula mapaja ya kuku, unakula kama sisi kama ushawahi kuona mtazamaji, kuna mtu mwingine kawekewa kuku, anakula kama anakula uchafu. Kama anakula uchafu afu anakula kuku, mtu wa pembeni kiangalia, nipaja ningeshika mimi hivi gonga. Lakini mwenzako anakula kama chafu. Lakini sasa ukishamaliza kula hapo, lazima akili yale mabaki yale unaenda kuyatupa kwenye pipa la taka. Ukitupa kwenye pipa la taka kutatokea uvundo wa kufa mtu. Uchafu wa mfunza watakuwa kwenye taka. Atatakiwa mtu aje atoe ile. Wewe uwezi, umesoma, unalinga, unataka kushika uchafu. Lakini Mungu alipo balance mzani, kuna watu amewatengeneza waje wakutolea takataka. Kuna watu Mungu amewatolea kinyaa ili waje wakusafishie wewe ambaye umesema umesoma. Usiwadharau. Mtu anakuja kushika funza ambazo kwenye pipa lako ambalo umemwaga. Anakuja kumwaga, anaweka kwenye maloko, kwenye gari, anaenda kumwaga huko. Anashika mafunza. Wewe ulikula kuku lakini kuna mafunza. Kwa Mungu ameweka balance. Tuheshimiane. Mzoa taka hapaswi kuheshimiwa. Wa muhimu, wewe huwezi kuzoa taka. Umekula baada ya kula lakini huwezi kuzoa taka. Lakini Mungu kamweka mzoa taka. Haya, tuchukulie mwingine labda wewe umesoma. Ukienda chooni kule usubali baga. Usubali sijui haja na kuku. Unaenda kutoa kitu chenye hali. Choo kiziba. Anapaswa aje mtaalamu wa kuzibua. Mungu amebalance mzani. Wewe huwezi kushika kinyesi, lakini yupo mtaalamu mwingine Mungu kamwekea roho ngumu. Anakuja kwenye chemba ile, anaipiga vinyesi vinazibuka, vinaanza kwenda kwenye tenki kule. Anatoka hapo ana vinyesi kwenye mikono, mtaalamu ananawa, unampa pale tango, anapiga, anatembea na haumwi tumbo wala nini. Mungu amebalance mzani. Unapaswa kumheshimu yoyote yule. Asingekuwepo wote ndio tumsome sasa tuwe na makucha kama hiyo. Pipa la taka limejaa, funza wamejaa. Nani atakuja kuzoa? Wewe unaona kinyaa kushika, mimi naona kinyaa, yule anaona kinyaa. Tungeishije sasa? Kwa lazima tusingeishi vizuri. Mungu amebalance mambo haya ili tuende vizuri. Usimdharau mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu anaweza kumbadilishia mfumo wa maisha mpaka ukashangaa. Akambadilisha mpaka ukasema ndio huyu kweli jamani, alikuwa anaunga mteja kwale, anaunga maisha ndio yuko hivi.
ukaikuta akawa mtu mwingine kabisa. Tulikuwa tunajifunza siku ya leo, mtazamaji wangu, habari za Daudi na Goliati. Siku ya leo nimekuletea kisa hicho kwamba Goliati akamdharau Daudi. Kamdharau kwa sababu ni kijana mdogo, tena ana sura nzuri, tena mwekundu. Yeye alikuwa anataka lije jitu lenye sura mbaya, lakini akaja kijana mororo akamdharau. Usimdharau mtu, mtazamaji, maadamu bado anaishi, bado anapumua. Mungu anaweza kufanya jambo lolote kwenye maisha. Tena usimdharau mtu, tena hata kama kafa mtu, usidharau mapema. Yaani bado maiti iko hospitali, usibeze, useme akwisha. Tulia. Ikija kanisani na agwa, kaa kimya. Iko makabrini, kaa kimya, usidharau baba. Imetumbukiza kwenye jeneza, bado kwenye shimo, bado usidharau mpaka uhakikishe wamefukia kasangigigigigi mpaka juu. Hapo ndo unasema basi. Basi mpaka ufunue jeneza au mchanga au yakwisha uweze kutoka. Hapo ndipo unaweza kudharau. Lakini kama bado yuko nje kwenye Mungu anaweza kufanya kitu, mtu akapiga tayari, mtu akazinduka akajitikisa, watu mkatawanyika msibani, mtu akawa hai, maisha yakaendelea. Kwa usimdharau mtu aliyeumbwa na Mungu. Mheshimu, msaidie kama unaweza. Kama huna uwezo wa kumsaidia, muombe. Kama huna uwezo wa kumuombea, kaa kimya tu, sema Mungu atamsaidia kwa namna yoyote. Asante mtazamaji wangu, tulikuwa pamoja siku ya leo, tunajifunza neno hili. Mungu awe pamoja na wewe, tukutane tena katika episodi zingine.